Lakini because of that unconditional love of God, He gave out His only begotten Son. Na ili yeyote yule atakaye muamini asipotee, bali awe na uzima wa milele. Upendo. How many of us can sacrifice ourselves kwa sababu ya watu wengine? Leo hii, saa hii uko na shilingi 200 na usikie kuna mtu ako na shida mahali, utoe hiyo shilingi 200 umpatie, ujui itakuwaje ama utafanya nini sababu ya huo upendo. Ni nani anayeweza kubebea mwingine mzigo mpaka aone ni kweli amefaulu na amesimama? Ama ni sisi tu tunarushanga mikono pekee, tuarena mikono yako? Simply because you don't have the love of God. Na Mungu atusaidie. Tebuka mpaka wakati kujatipata, this is all what you have. Na mwingine anateseka mahali utampatia. Na usitake kujua wewe kwako itakuwa hatima itatoka. Na ukinyamaza tu bila kuambia mwingine. Kuna watu wengine unafanyanga tumebariki mtu na kitu, lakini ukikuja kwa kanisa sababu ulinipatia nguo kama hii, unaambia jirani yako, "Pia nguo yangu na hata ile kweli nilipea imemtoshea vizuri." Hata ulipeana kwa upendo. That is not the true love of God. Praise the Lord. Na tuombe Mungu atujalie na atupe upendo. Na si upendo tu ule tunasemanga na mdomo, bali ukweli upendo wa kweli. Ya kwamba hata Roho wa Mungu, hata Mungu akishuka kutoka juu mbinguni, akitafuta wale watu ambao wako na upendo wa kweli ndani yao, atakana kwamba ni mmoja atapatikana, utapatikana. Praise the Lord. Praise Jesus. Naomba nisiwe sababu ya yeyote kuteseka. Nisiwe sababu ya yeyote kutoka jinsi Mungu angetamani akae. Isiwe ni mimi, nisiwe sababu. But how I pray that I will be a blessing kwa yeyote will come on my way. Sababu Mungu akileta mtu kwako, anajuanga huyo mtu atapata msaada kwako. But tumekuwa watu ambao tuna handle watu in a way it is not a godly way. How we pray that God, Mungu tu kwa huruma zake tu atujalie upendo. Praise the Lord. Mara mingi unaangalia watu wanapenda wale watu wanawavutia. Love is not for those people you see they are beautiful and handsome. Ni watu wangapi wamekuja kwako wakihitaji msaada wako, kwa vile uliwaangalia na kwa yale mambo walikupatia, wakakwambia mashida yako, hawa siwezi kukusaidia. Ni wangapi? Praise the Lord. Bwana apewe sifa. Mara mingi tunapeanga wale watu tunaona wameweza. Sasa hii nikikuja hapa na pesa, before nitaanza kuangalia yule mtu, sio yule mtu wako chini. Tunashughulikianga wale watu tayari hawahitaji huo msaada. Na ndio maana Wakikuyu wanasemanga aje kitoke tule mtu, sivyo? Na yeye maskini ataishi kuwa maskini. Tajiri atabaki kuwa tajiri na maskini atabaki kuwa maskini. Sababu hata ikikuja, wacha tuangalie kama tuseme ni mambo na serikali. Wale watu wanaibanga mali ya umma, sio watu wenye hawana kitu. Ni wale tayari wako nayo. Wagani bado wanafikiria wenye hawana. Praise the Lord. Instead, hata kama ni kuiba waibie wenye hawana, at least na wao waibuke kiasi. Upendo.
the true love of God. Ni nani anayeweza simama na aseme I'm a true believer? I am a true believer. Sasa nataka kujiuliza swali. Am I a true believer? Ambaye kuna upendo wa Mungu ndani yake. And also, what is the true love? And is that love, that true love in me to someone? Mungu tusaidie. Kuna wale watu tunaonana kana kwamba tunaweza kuwa tumejaa mahali hapa na mmoja wetu aambiwe, ebu by the way of looking things, chagua wale watu unaona wanaweza ingia mbinguni. Nitachagua kwa vile macho yangu yananionyesha. Bwana tuweze. Kuna wale watu tunaona they deserve upendo unlike the rest. Praise Jesus. Bwana tusaidie. Tukijua kwamba we did not deserve the forgiveness of God, but because of this true love of God to mankind, ndio maana tunahesabika haki mbele ya Mwenyezi Mungu. Unapofungua kinywa chako kumwomba Mungu msamaha, natamani tutuombe upendo wa Mungu, upendo ulio wa kweli ukawe ndani yetu. Mwambie Mungu, nimeshindwa na kupenda, sina upendo wa kweli ndani yangu. Sababu Mungu anapeleleza moyo wa mwanadamu, anapeleleza njia zako na mawazo yako. Anakujua zaidi ya vile wewe mwenyewe unajijua. He knows you more than you know yourself. Mwambie Mungu, natamani tu ukanijaza na upendo wako. Sababu upendo wa Mungu ni upendo wa kweli. Upendo wa Mungu si upendo wa wanadamu. Wanadamu watakupenda leo lakini kesho. Mwambie Mungu, tunatamani kupenda. Nisaidie upendo wa amani na unipe upendo ndani yangu. Ukumbuke kwamba asiyependa hajui. Na upendo ndio umeshikanisha amri zingine zote zile. Kama upende Mungu wako, penda jirani yako, penda adui yako. Tusaidie Bwana. Hallelujah. Hallelujah. Asante Yesu. Asante Bwana ni kwa sababu ya siku ya leo. Naomba Bwana ukanisamehe dhambi zangu na makosa yangu. Nimekutenda dhambi, sijakamilika mbele zako. Natamani kusamehewa na wewe. Nifanya mambo chukizo mbele ya macho yako Bwana. Naomba utakaswe. Naomba kutakaswa na wewe Bwana. Asante ni kwa sababu ya upendo wako wa ajabu unaonipenda nao Bwana. Upendo hauwezi kupimika. Upendo hauna mipaka. Upendo wako kwangu ni upendo wa ajabu. Asante Yesu. Kuna Mungu kama wewe. Hallelujah. Hallelujah. Tusaidie Bwana. Tunatamani kujazwa na upendo wako. Upendo wako ni wa kweli. Oh yes Lord, you are not a respecter of person. Ulituumba Bwana kwa mfano wako. Oh hallelujah. Hallelujah Bwana Yesu. Hakuna Mungu kama wewe. Jina lako Bwana
Asante Yesu, upendo wako kwetu ni wa ajabu, ukamtoa mwana wako wa pekee Yesu Kristo afe msalabani ni kwa ajili ya dhambi zetu. Haleluya, umekuwa mfano mwema wa upendo wa kweli. Tusaidie Yesu, tusaidie Bwana, tukaweze kupenda. Tusaidie Bwana kuondoa chochote kile Bwana hakistahili ndani yetu. Yale mambo yote ni chukizo mbele ya macho yako. Wengine wetu tumeshindwa na kusamehe, wengine wetu tumejawa na uchungu ndani ya mioyo yetu. Tunaomba msamaha wako Bwana, tunaomba upendo wako Bwana, kwa jina kuu la Yesu Kristo. Asante Yesu, asante Bwana. Tusamehe Bwana wa amani, ni kwa sababu ya wale watu ambao umeleta maishani mwetu, na ili tusimame na wao tuwaonyeshe upendo. Hatukujua, hatukutambua. Turehemu Bwana, tusaidie kwa jina la Yesu Kristo. Haleluya, tunasema ni asante Bwana kwa jina lako Yesu. Pokea sifa na utukufu Bwana. Asante Yesu, tujaze na upendo wako ndani yetu kwa jina la Yesu. Tujaze na upendo wako Bwana, na ili yeyote yule utakayetuma kwetu Bwana, tutakuwa msaada, tutawaonyesha upendo. Popote ulitembea Bwana, ulitenda mema. Tusaidie tukuige, ni kwa sababu wewe ni mfano mwema. Haleluya, haleluya Bwana, wewe ni mwema, hakuna Mungu kama wewe. Upendo wako ni wa ajabu, upendo wako ni wa kweli. Tuseme ni asante, tuseme ni asante Bwana, wewe ni mwema. Tutawale Bwana na ututendee mema. Tawala maisha yetu Bwana, tawala mawazo yetu na mienendo yetu Bwana. Tutawale, tutawale, tutawale. Tutawale Yesu, tutawale Mfalme. Tawala, tawala Bwana. Tawala maisha yangu Bwana, tawala, tawala, tawala maisha yangu Bwana, tawala, tawala maisha yangu Bwana, tawala, tawala, tawala maisha yangu Bwana, tawala, tawala maisha yangu Bwana, tawala, tawala, tawala maisha yangu Bwana, tawala, tawala maisha yangu Bwana, tawala, tawala, tawala maisha yangu Bwana, tawala, tawala na moyo wangu Bwana, tawala, tawala, tawala na moyo wangu Bwana, tawala, tawala na moyo wangu Bwana, tawala, tawala, tawala na moyo wangu Bwana, tawala, tawala.
Hakuna Mungu
zikuna. Nataka kwamba tutawalisha masikini, bila upendo ni kazi ya bure. Nataka kwamba tutanena na lugha, bila upendo ni kazi ya bure. Tupe upendo ndani yetu Bwana, upendo wako Yesu, upendo wako Bwana. Haleluya, haleluya. Hakuna Mungu kama wewe Bwana. Tusaidie Bwana, tusaidie Yesu, tushike na mkono wako Baba yetu, kwa jina kuu la Yesu Kristo. Haleluya. Hakuna Mungu kama wewe. Tunahitaji uwezo wako. Haleluya. Upendo wako ni wa ajabu, haupimiki kwa mizani, sababu ni upendo wa kweli. Upendo wako unadumu milele, Mungu wa Israeli, na ndio maana ukamtoa mwanao Yesu Kristo wa pekee kwa msalabani, ni kwa sababu ya dhambi zetu. Upendo wako kwetu ni wa ajabu Yesu. Wewe ni rafiki yetu wa karibu, rafiki wetu wa dhati. Tunakupenda Bwana. Asante Yesu. Haleluya, haleluya. Asante sana Bwana.
unastahili kuabudiwa, Mungu wa Israeli, unastahili kuinuliwa. Wewe ni mwema, hakuna Mungu kama wewe. Pokea sifa na utukufu unapotupa roho ya upendo, unapojaza upendo wako ndani yetu, kwa jina kuu la Yesu Kristo. Unastahili Bwana, unastahili Yesu. Wewe ni mwema, wewe ni mwema, unatosha maisha yetu, unatamalaki ndani yetu. Tawala Bwana na utende makuu, kwa jina kuu la Yesu Kristo twaomba na kukushukuru. Amen, amen, amen. Bwana apewe sifa. Amen. Tuketi chini. Haleluya. Bwana tukuzwe. Naomba tupate nafasi ya kushuhudia Bwana. Natumai leo tutashuhudia sisi wote. This is the day that the Lord has made, and we should rejoice and be glad in it. Sababu ni siku ambayo upendo wa Bwana unatawala ndani yetu, kwa jina la Yesu Kristo. Haleluya. Bwana apewe sifa. Naomba tushuhudie Bwana sisi wote. Kwa hivyo tutachukua muda si mwingi sana, na ninajua kwamba tutabarikiwa. Unapopata nafasi ya kufanya jambo, lifanye, sababu you never know kama kesho utapata nafasi. Kwa hivyo naomba tupatie microphone nyingine ili tuweze kushuhudia Bwana from this far end. We testify the goodness of our Lord from this far end. Tafadhali tushuhudie Bwana. Nasema mara mwisho, tuanze huku tushuhudie Bwana. Bwana apewe sifa. Praise God, people of God. I'm called James. I'm Okipenda Jew, and I'm so glad to be in this place. Since I came here, I've seen a difference in my life, and nimeona mkono wa Bwana. And since the way Pastor was talking about love, just the day before yesterday, I was talking to my dad, and we were talking about the same love. And I was just asking myself with my dad, I was saying, hey, please, at least you should be having I just love the way we live the family tukiwa na upendo. But it's a challenge now that I've had. Tumeulizwa swali hapa tumeshindwa kujibu. Kama sisi wote tumeshindwa kujibu. Tumeulizwa upendo wa kweli ni gani? Yani what is true love in us Christians. So I think it's a high time we should be having that love inside us. I think Pastor tukiapply nafaa kujibu hiyo swali. Kwa sababu nimeshinda wenyewe. So God bless you so much. Thank you. Thank you. My name is Tamule. Shukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu alituona hapa. Since I started coming here, I've seen changes in my life. Pia vitu vilikuwa rahisi. Kulingana na matakwa ya kufuatilia mambo ambayo tunafundishwa. So mimi nashukuru sana. Mwenye anaweza kukusamehea na asikumbuke dhambi zako.
shika hiyo microphone. Mwenye kwa microphone, ni wakati wa ushuhuda. Praise God. Praise God again. Amen. Kwa majina anajulikana kama Onesmus kutoka kwa Nairobi kama Buju. Nimeokoka na Yesu. Ni mkombozi wa maisha yangu. Nayo tunambarikiwa. Amen. Praise God. Amen. For my name is Nairobi. Amen. Hallelujah. Praise God. Amen. Kwa majina naitwa Alex na nimeokoka. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Nashukuru signet kwa majina ni God bless you so much. Praise the Lord. Niliona ule kijana mdogo, sababu I think ni mdogo in terms of size. Sasa nilikuwa natamani tu kusikia jina yake na nasema anaitwa Alex. He looked like my younger brother. Kabisa. Bwana, mpaka nikikuita jina ya David wetu, lakini nimesikia wewe ni Alex. God bless you so much. Praise the Lord. Si tumebarikiwa? Before nikujibu what is true love, go and invest. Enda ufanye uchunguzi. Enda kwanza wewe kwako ujiulize na uulize Mungu. Mungu, vile unaniona na vile unaniangaliaga na vile nimekuwa nikitembea na wewe, do I have the true love of you in me? Na uulize Mungu. Unajua hakuna kitu kizuri kama kufundishwa na Roho wa Bwana. Uulize Roho wa Mungu, what is true love? Wakati unakaa na unaishi, ulipoamka na hata saa hii umekaa hapo umekaa, do you have that true love in you? Tunapokuja kwa kanisa kwa ibada, unakujaga kwa sababu gani? Unapokutana na watu, which kind of love do they see in you? Which kind of love do you offer to them? Praise the name of the Lord. Hiyo ilikuwa tu ni ombi tuombe. Praise the name of the Lord. I think niko na muda kidogo sana ambao umebaki because we had lunch hour. Niko na muda kidogo sana. Natumai ikifika saa 7:15 nitakuwa nimemaliza. Na Bwana atawabariki. Praise the Lord. Biblia inasema kwamba mahali wawili watatu walipo ni kwa ajili ya neno la Mungu. God does not live with majority. Hello? Sisi Mungu alikuwa anataka tujue kwamba kuna upendo wa kweli. Bwana apewe sifa. Sababu haikuwa ya watu wote. Hata wakati Yesu alikuwa hapa duniani, alipokuwa anatembea, hakuponya kila mtu. Watu wengi walikuwa wagonjwa, lakini hakuponya wao wote. Kuna wale walipokea uponyaji, kuna wale walifunguliwa. Bwana apewe sifa. Praise the Lord. Nilipokuwa nikisoma neno la Mungu, hiyo la upendo nilikuwa kitu imenifikiria kidogo. Upendo wa Mungu, upendo wa kweli. Na hata haitoki kwa mawazo yangu. But because hata mimi nitajichunguza vizuri na vyema. Ninapohandle watu, which kind of love do I show? Bwana apewe sifa. Praise the Lord. Lakini si unakaa chini na mtu, sababu wewe ni pastor people unashare na mtu, alafu unauliza natoka hapo saa ngapi? Ichukue vijana mwambie hata ukiona hivi anapitia hali hii na hii, na Mungu atusaidie. Tunene tu ya Bwana, tuanze ya mbingu tu, tuachane tu na mambo mengi. Praise the Lord. Leo asubuhi nilikuwa nasoma neno la Mungu
kwenye kitabu cha Luka 8, na ni mahubiri ambayo imehubiriwa sana, but mimi sihubiri. I'm just encouraging one person, or tunajitia moyo sisi. Wakati Yesu alikuwa duniani, kuna mambo alikutana nayo. Alikutana na watu ambao walikuwa ni wagonjwa na akawaponya. Alikutana na watu ambao walikuwa na mapepo na akawafungua. Kwa hivyo alikutana na watu. Jinsi leo hivi tunakuja katika nyumba ya Mungu kila siku kwa ibada, na ili tuweze kukutana na Mungu, sababu ya yale mambo ambayo yametusonga, sababu ya yale mambo ambayo hayana mwelekeo, kwa sababu ya yale mambo ambayo yametuzidi nguvu. Bwana apewe sifa. Na nilipokuwa nikisoma kwenye hicho kitabu cha Luka 8, nikawa nasoma kuhusu yule mwanamke aliyetokwa na damu miaka 12. Imeanza hapo verse 40. Mwimbaji wa wimbo aliimba akasemaje? Mimi nilitokwa na damu miaka 12, waganga na madaktari hawakuweza kuniponya. Nilipomuona Yesu nikaguza pindo la nguo yake, damu ikakauka, sasa mimi nimepona. Huyo alitokwa na damu kwa miaka 12. Kuna hali ambazo ni zaidi ya kutokwa na damu kama huyo mwanamke. Praise the Lord. Kuna hali ambazo zimeishi kutusumbua ambazo ni zaidi ya huyo mwanamke kutokwa na damu. Na huyo mwanamke aliteseka kwa miaka 12. Alitembea kwa madaktari wote alijua. Alitembea kwa waganga wote alijua. Alitumia mali yake ikaisha akitafuta uponyaji. Lakini siku moja tu akasikia kwamba Yesu anapita. Akaamua ndani ya moyo wake ya kwamba nitajifinyilia, nitapenya katikati ya hawa watu. Hata sitaki Yesu anione, hata sitaki anene jambo kwangu, bali nitafanya tu kitu moja. Kwa ile imani aliyokuwa nayo, akasema hata sitaki kumuona, nataka tu kuguza pindo la vazi ya Yesu na nitapokea uponyaji. Kuna yule amekuja katika nyumba ya Mungu, hahitaji kukutana na mchungaji, hata hahitaji mchungaji anena neno kwa maisha yake. Anataka tu kuingia katika nyumba ya Mungu, na atakapopata uwepo wa Mungu ndani ya nyumba hii ataweza kufunguliwa. Bwana apewe sifa. Imani yako iko wapi? Imani yako umeiweka wapi? Sitauliza kiasi ya imani yako, sababu Biblia inasema kwamba atakana kwamba imani yako itakuwa kidogo kulingana na ile mbegu inapeana kwa mfano wake, ni mbegu kidogo sana. Kwa hivyo atakana kwamba imani yako itakuwa kidogo sana. Imani yako iko wapi? Praise the Lord. Bwana apewe sifa. Yule mama alijisongeza katikati ya umati wa watu. Ni yeye tu alikuwa anajua ile hali anapitia. Kwa kijiji ambacho alikuwa anakaa, alikuwa ananyoshewa kidogo. Kuna ile majina alikuwa amepatiwa kwa sababu ya ile hali aliyokuwa anapita ndani. Lakini Mungu wetu ni mwema na ni mwaminifu. Ni kwa sababu ni siku moja tu Yesu alikuwa anapita, akasema ndani ya moyo wake, nitajisongeza kwa sababu nimesikia matendo ambayo huyu Yesu anafanya. Nimesikia magonjwa ambayo amekuwa akiponya. Kwa hivyo akajua kwamba yangu haitakuwa tofauti na yale magonjwa amekuwa akiponya. Akasema ndani ya moyo wake, nitajipenyeza, nitasongamana na hawa watu mpaka nipate nafasi ya kuguza ile vazi la Yesu. Hivyo ndivyo umesongwa na mambo siku ile. Umetafuta msaada, umekosa. Wale watu uliokuwa unaona ni kana kwamba wao ndio watasimama na wewe, wale watu uliokuwa unatarajia kwamba msaada utatoka kwao,
msaada kwa mwanadamu utakosa, sababu ategemea mwanadamu amelani. Huyo mama alikuwa na mali, ikatumika yote akitafuta msaada, akitafuta uponyaji, lakini siku moja tu ambayo mbinguni ilijulikana ya kwamba hii ndiyo siku ambayo huyu mwanamke atapata uponyaji. Kwa hivyo it doesn't matter, it will not take time, but it will take God. It doesn't matter ni karedas gapi umenanua umechoma, bado ukimwamini Mungu ni kwa sababu ya jambo fulani. Ni siku moja tu na inajulikana mpaka mbinguni ya kwamba utafunguliwa. And you never know, inaweza kuwa ni siku kama hii ambayo umesikia matendo ya huyo Mungu, umesikia matendo ya huyo Mungu vile ametenda, vile anafungua watu. Kwa nini wewe usifunguliwe siku ile? Kwa nini huyu Mungu asikutendee siku ile? Kwa hivyo haitachukua muda, but it will take God. God will intervene in that situation, in that hard situation. Unaona nikana kwamba hakuna wale watu ambao walikuwa wanaunganishwa na huyu mwanamke, wengi wao walitoroka. Wakati unahitaji msaada, unapataka wale watu ulikuwa unaita marafiki zako wamekutenga, sababu hawataki kusumbuliwa na wewe. Wengine mpaka wamekusave kwa simu usubua, sababu wakiona tu simu yako ni kuwasumbua. Wanashindwa kujua kwamba ni siku moja tu ambayo imetengwa na Mungu, wakati siku hiyo ambayo ndio Mungu atakufungua kutokana na vifungo mingi ambazo zimeishi kufunga maisha. Hiyo ndio siku Mungu atakutoa katika utumwa na utashuhudia uhuru wako, ni kwa sababu ni siku moja. Kwa hivyo usikubali kunyamazishwa, usikubali kutosongea huyo Yesu. Bartimayo alinyamazishwa na umati wa watu alipokuwa analiita jina la Yesu, Yesu wa Nazareti, mwana wa Daudi, nihurumie. Hivyo ndivyo unaliita jina la Yesu na wengine wanakwambia nyamaza. Hao ndio wanashindwa Mungu wako, kwani alienda wapi? Kwani wewe kazi yako ni kuokoka na kusema vile Mungu anatenda na hajakutendea. Usikubali kunyamazishwa mpaka Yesu asikie sauti yako na akujibu kwa upesi, sababu ni Mungu. Bwana apewe sifa. Usikubali kunyamazishwa. Bartimayo angenyamaza na aseme kuna siku nyingine Yesu atapita, angekaa bado na ile hali, angeendelea tu na kuomba, angeendelea tu kungojea malaika. Lakini Mungu ni mwema na ni mwaminifu, sababu aliposikia anaitwa na yule mtu, sababu atakana kwamba alikuwa katika umati wa watu akiwa na mfano wa mwanadamu, hakuwa mwanadamu wa kawaida. Bwana apewe sifa. Yale wengine waliona na macho ya mwili, yeye alikuwa anaona na macho ya roho. Na ndio maana akasema na Bartimayo apatiwe nafasi amkaribie. Siku ya leo Yesu anakuuliza ni nini unataka kutoka kwake. Usianze story, mwambie nataka kufunguliwa, nataka uponyaji. Kubali kutonyamazishwa, kubali kupenya, kubali kujifinyilia katikati ya hawa watu, ukiwa na imani ndani ya moyo wako, ukiwa umeamua ya kwamba atakana kwamba sitaguzwa na Yesu, atakana kwamba sitalemewa jambo lolote, nitaguza vazi la Yesu. Kuguza vazi la Yesu ni hivyo tu, uliamua ndani ya moyo wako, nitaenda katika hiyo, sababu ndani ya hayo madhabahu kuna nguvu za Mungu. Kupitia hizo nguvu za Mungu utafunguliwa na utatoka na ule mlango, sio jinsi ulivyoingia, bali utatoka ukisema ni kweli nimekutana na huyo Mungu na amenitenda mema. Bwana apewe sifa. Praise the Lord. Kubali Yesu asikupite. Anapozuru wengine, usikubali kupitwa. Usikubali kutoka na huu mlango jinsi ulivyoingia. Ng'ang'ania Yesu. Ng'ang'ania Yesu. Using'ang'anie muujiza. Muujiza utakuja leo na utaisha kesho.
lakini ng'ang'ania mwenye hizo miujiza, ng'ang'ania mwenye uponyaji, ng'ang'ania mwenye baraka. Praise the Lord. Huyu mwanamke akasema nitajipenyeza mpaka nimfikie Yesu. Na alipoguza vazi la Yesu, yeye mwenyewe ni yeye alihisi uponyaji, sababu ni yeye alikuwa anahitaji huo uponyaji. Utakapokubali kutonyamazishwa, utakapoliita jina la Yesu, utakapoguza vazi la Yesu, ni wewe tu utajua umefunguliwa. Na ndio maana utakuja kushuhudia Bwana ya kwamba nimefunguliwa. Ni wewe tu utajua kwamba umepokea uponyaji. Na ndio maana Yesu alipokuwa anauliza ni nani ameniguza, wafuasi wake na wanafunzi wake wakakaa kama wanaongea vibaya. Sasa anauliza ni nani amekuguza na watu wote? Lakini they did not, hawakujua na hawakushika ile kitu Yesu alikuwa anauliza. Sababu yeye mwenyewe alisikia kuna nguvu ambazo zimemtoka. Lakini wengine walikuwa tu wanaona kuguzana tu hivi. Ni wewe tu utajua ya kwamba kuna nguvu za Mungu ambazo zitaingia ndani yako. Ni wewe tu utajua kwamba umepokea uponyaji wa Bwana. Bwana pewe sifa. Usikubali kunyamaza. Hata kana kwamba hali imekusonga, mawimbi yamekuwa mengi, unaona ni kana kwamba utazama. Usikubali kunyamaza. Liite jina la Yesu. Na hicho ungelijua zile nguvu za Mungu ziko ndani yako. Na hicho ungelijua ya kwamba yule aliye ndani yako ni mkuu, ana nguvu na uweza kuliko yule anayetawala ulimwengu. Bwana pewe sifa. Hakuna jambo hata moja ingekushinda nguvu ukijua yule unayehitanishwa na yeye ni nani. Alishinda kifo na mauti sababu ni Mungu. Praise the Lord. Usikubali kutoka kama hujakutana na Mungu, kama hujaguza pindo la vazi la Yesu. Usikubali. Usikubali. Hata kana kwamba watu wanakukataza, sababu ni wewe tu unajua yule Mungu unayemtumikia. Mwimbaji wa wimbo akaimba akasema, na ijulikane ya kwamba wewe ni Mungu. Akiimba ule wimbo kuna mambo alikuwa anapita ndani. Alikuwa tu anahitaji Mungu ajidhihirishe ndani yake ili Mungu ajulikane ya kwamba ni Mungu. Kuna mambo unapita ndani ukiambia watu wameokoka, wanakuangalia tu hivi wanashindwa, kwani Mungu wako alienda wapi? Na ijulikane siku ya leo kwamba ni Mungu anayetawala maisha yako. Huyo Mungu unayesema matendo mazuri kuhusu, huyo Mungu unayeshuhudia, na wacha ikajulikane siku ya leo, ni kwa sababu utapokea yale mambo yote moyo wako unatamani. Sababu na nimekwambia kwamba it will not take time, but it will take the hand of God. It will take God himself. Huyu mwanamke alikuwa ameteseka mpaka ikafika mahali akainua mikono akasema siwezi tena. Mali yake ikaisha, akakosa njia. Lakini ilikuwa tu ni siku moja tu ambayo Yesu alidhihirisha nguvu zake juu ya maisha ya huyu mwanamke. Na alipopokea uponyaji, najua kila mtu na kila mmoja aliyejua alitamani kuitanisha naye. Lakini wakati alikuwa na shida, wakati alikuwa anasumbuka, hakuna hata mmoja angetamani kutembea na yeye. Kuna ile jina wamekubandika, kuna vile wanakunyosheanga vidole, kuna vile wanakujua. Ati tukikuja kwa mahali unakanga, kwa ile hali ambayo hao watu wanakujua nayo, hata kana kwamba wanajua unaitwa Mama John, kuna hiyo jina nyingine wataongezea, ni Mama John yule, ni mama fulani yule. Kwa hiyo hali wanakujua. Lakini ninayo habari njema kwako ya kwamba utakapokubali, sababu huyu mama ni kuamua, aliamua ndani ya moyo wake, na hakutaka kujua vile utaenda. Na hata aliposikia Yesu anauliza ni nani ameniguza, sababu hakuwa anajua Yesu anauliza kwa nini, alianza kutetemeka, sababu hakujua ni nini kitafanyika. Lakini ukweli ni kwamba
apewe sifa. Kubali kuguza vazi la Yesu. Na wale watu ambao walikuwa wakikunyoshea vidole wamekubalika majina, hao ndio tu watakuja kushuhudia yale Bwana atatenda. Kwa hivyo hiyo hali unayopitia haupitii ili Mungu aweze kukuaibisha, haupitii ili uweze kuangalia, bali unapita katika hiyo hali na ili jina la Mwenyezi Mungu liweze kutukuzwa. Bwana apewe sifa. Bwana apewe sifa. Naomba mara nyingine tusimame kwa miguu yetu. Naomba umwambie Mungu, nimekuja katika nyumba yako siku ya leo. Natamani Bwana niguze pindo la vazi lako. Natamani tu Bwana, nimeamua ndani ya moyo wangu ya kwamba sitatoka katika hii madhabahu ningali bado nimefungwa. Sitatoka kwa hii nyumba ningali bado niko na maumivu. Bwana, nimeamua ndani ya moyo wangu ya kwamba nitakapokuja katika nyumba hii, hata kana kwamba sitaekelewa mkono na yeyote, hata kana kwamba sitaombewa na yeyote, ujue kwamba kuna nguvu za Mungu mahali hapa, kuna uweza wa Mungu mahali hapa, hata kana kwamba mambo mengi yatafanyika. Kubali kumwambia Yesu, nimekuja na ili niweze kuguza vazi, kama vile ulivyotendea yule mwanamke aliyetokwa na damu miaka 12. Hadi yangu haijapita miaka 12, hata labda haijafikisha mwaka, lakini nakuaminia siku ya leo yote ikuwe ni siku ambayo Bwana umeitenga, na ili niweze kupata kufunguliwa kwako, na ili niweze kupata kuinuliwa, niweze kupata kubarikiwa kwa jina la Yesu Kristo. Mwambie Bwana, natamani kufunguliwa na wewe siku ya leo. Natamani Bwana kuponywa na wewe. Watu wengi hata si ugonjwa wa dini, but mioyo yao ni imekoteka, wamepepana na mambo, wamekosa kumwamini Mungu, wamekosa kuona uaminifu wa Mungu. Mwambie Bwana tu, naomba ukaponye moyo wangu. Kubali Bwana kuponya moyo wangu. Guza moyo wangu Bwana ukaweze kupona. Kuja katika haya madhabahu ni kwa sababu iko na nguvu zako Bwana, iko na uweza wako Bwana, na ili niweze kupata kupona, kuingia kwako katika madhabahu haya, hiyo ndiyo kuguza vazi la nguo ya Yesu. Mwambie Yesu, nimeingia katika haya madhabahu na ninajua kwamba sitatoka jinsi nilivyoingia, bali nitatoka kama nimefunguliwa na wewe. Nitatoka mahali hapa na ushuhuda, ni kwa sababu kama vile yule mwanamke aliamua ndani ya moyo wake ya kwamba nitajisongeza, nitapambana na hawa watu mpaka nifikie vazi lako Yesu. Hivyo ndivyo nimesongamana, nimepata majaribu, nimepata mambo mateso, lakini siku ya leo nimeamua ndani ya moyo wangu ya kwamba hata liwe liwalo nitaingia katika madhabahu haya, na ili niweze kupata kufunguliwa. Ni wengi wangelitamani kuingia ndani ya madhabahu haya, lakini hawakuweza, hawakupata nafasi. Ilimpendeza Mungu wewe ukaingia kwenye nyumba hii siku ya leo, na ili Bwana akaweza kukutana na haja za moyo wako. Mwambie Mungu, mwambie Yesu, popote ulienda ulitenda mema. Tembelea hali yangu siku ya leo, tembelea maisha yangu siku ya leo. Kama vile yule mwanamke hakutaka kujua watu watasema nini, ni yeye alikuwa ameteseka na ile hali alikuwa anapita ndani. Ni yeye tu alijua uzito wa ile hali aliyokuwa anapita ndani. Ni wewe tu unajua uzito wa yale mambo unayopita ndani. Na kama vile nimekuambia kwamba haitachukua muda, bali tu ni mkono wa Mungu na nguvu za Mungu zidhihirike juu ya maisha yako, na mambo yako hayatabaki kuwa vile tena. Pokea sifa na utukufu wewe ni Mungu. Asante Mungu, asante Bwana. Pokea sifa uishie milele. Uketie patakatifu pako Bwana. Asante Mfalme wa amani. Tuongezee imani. Tuongezee imani Bwana. Na hatutakubali kunyamazishwa mpaka Bwana utende jambo juu ya maisha ya kila mmoja wetu. Asante ni kwa sababu ya kila mmoja wetu Bwana. Yeyote aliingia na huu mlango ulikuwa na lengo la kusudi njema juu ya maisha ya kila mmoja wetu. Najua kwamba tutatoka na huu mlango na ushuhuda. Tutaenda tukikiri wema wako,
tukitangaza matendo yako Bwana, ni kwa sababu tayari umetutendea. Tayari Bwana umetutendea mambo ambayo yametufikiria kwa siku nyingi. Tunajua kwamba tumeingia katika madhabahu haya, tumeguza pindo la vazi lako Yesu Kristo, na tunajua kwamba tumepokea uponyaji. Biashara zetu zitanawili, kazi zetu zitabarikiwa, familia zetu zitasimamishwa na wewe, watoto wetu Bwana wa amani utawalinda, watoto wetu Bwana utawatenda makuu, utawatenganisha na maovu yote Bwana, kwa utukufu wa jina. Na kilio cha moyo wa kila mmoja wetu Bwana kikakufikia. Asante, asante Bwana. Wewe ni mwema na wewe ni mwaminifu. Na ni kwa jina kuu la Yesu Kristo twaomba na kushukuru. Amen, amen. Naomba tutoe sadaka zetu, na kama uko hapo ulikuwa na ombi ungelitamani tushiriki kwa pamoja, ni vizuri useme. Kama uko hapo na hujaokoka ungetamani kukiri Yesu ni Bwana, naomba tu ukachukue nafasi hiyo, na ili uweze kumpokea Yesu kwa jina la Yesu Kristo. Bwana wetu ni mwema na Mungu wetu ni mwaminifu. Asante, asante Yesu. Pokea sifa na utukufu, wewe ni mwema. Kwa jina kuu la Yesu Kristo. Haleluya. Tunatamani uguzo wako Bwana siku hii. Kwa jina kuu la Yesu Kristo. Asante. Wewe ni mwema Bwana. Wewe ni mwema Yesu. Haleluya. Haleluya. Unapoenda nyumbani ujiulize, what is the true love? Do you have the true love of God? Hata wale wote wanaotutazama, kubali kujiuliza kama upendo wa kweli wa Mungu uko ndani. Asante. Kama hakuna mtu ambaye angelitamani kuokoka, na kama hakuna ambaye alikuwa na ombi angelitamani tuombe, naomba tukatamatishe ibada yetu ya siku ya leo. Naombea kwamba Mungu atawabariki, atawatenda mema, na akutane na haja za mioyo yenu, sababu ni Mungu mwema na mwaminifu. Tunaomba uwepo wako Bwana ukailinde pamoja nasi. Tunapotoka katika nyumba yako, mkono wako ulio na nguvu na uweza ukazidi kuwa juu yetu. Masaa ambayo yamesalia ya siku hii Bwana tuikabidhi mikononi mwako. Tuomba mwongozo wa Roho wako Mtakatifu ukatulinde Bwana kwa utukufu wa jina lako. Enenda pamoja na sisi, na tunapotoka na huko lango Bwana, kubali kuweka wimbo wa ushuhuda, wimbo wa ushindi ndani ya vinywa vyetu, ni kwa sababu wewe ni Mungu unayetenda makuu. Asante Yesu, utukuzwe, uinuliwe milele. Na ni kwa jina la Yesu Kristo twaomba na kushukuru. Salimia jirani yako na mwambie, and now may the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with you now and forevermore. Amen, amen, amen. God bless you all.